Kama hujawahi kula wali wa nazi wa Mama Pwani, basi hujawahi kula wali wa nazi wa kweli. Kaa nami. Kijiwe cha Mshamba kilikuwa maarufu sana pale mtaani. Ni sehemu ambayo vijana, wazee, wafanyabiashara na hata wageni walipimba kukaa jioni wakipiga stori, wakinywa chai au kahawa, na zaidi ya yote wakisubiri chakula cha mchana au cha jioni. Lakini sababu kubwa iliyofanya kijiwe hicho kijulikane haikuwa stori wala chai. Ilikuwa ni wali wa nazi wa Kiswahili wa Mama Pwani. Mama Pwani alijulikana kwa kitu kimoja tu, wali wake wa nazi. Watu walikuwa wanasema, ukila wali wa Mama Pwani mara moja, unarudi tena bila kukumbushwa. Harufu yake ilijaa hewani kabla hata sufuria haijafunguliwa. Ilifika hadi barabarani. Watu waliopita walikuwa wakigeuza shingo. Wali ulikuwa mweupe wa kuvutia, umeiva vizuri, umechanganyika na tui la nazi safi, na juu yake mapambo ya karafuu chache na majani ya giligilani. Pembeni kulikuwa na samaki wa kupaka au maharage ya nazi yaliyopikwa taratibu. Watu walitoka mbali kuja kula. Baadhi walikuwa wakifika mapema sana asubuhi kuweka oda. Wengine walikuwa wakitoka mtaa wa pili, wa tatu, hata kijiji cha jirani. Kabla wauza chakula wengine hawajauza nusu ya sufuria zao, kwa Mama Pwani chakula kilikuwa tayari kimeisha. Watu wakampa jina la utani, wali wa nazi wa kifalme. Lakini Mama Pwani hakuwa mtu wa kelele. Alikuwa mtulivu, alikuwa msafi, alizungumza kwa sauti ya upole. Alimheshimu kila mteja, hakuchagua mtu, tajiri au maskini, wote walipokelewa kwa tabasamu moja. Kwa zaidi ya miaka 7 aliendelea kupika kila siku. Mvua au jua alikuwepo. Maisha yalikuwa mazuri. Lakini kila mafanikio yana macho yanayoangalia kwa wivu. Na hapo ndipo Hadija alipoingia kwenye picha. Hadija alikuwa mama wa makamo. Zamani aliwahi kuuza vitafunwa sokoni, lakini biashara yake ilidorora. Madeni yaliongezeka, wateja wakapungua. Alikuwa akihangaika sana. Yeye pia alikuwa mteja wa Mama Pwani. Alikuwa anakula wali wa nazi karibu kila wiki. Alivutiwa na ladha, alivutiwa na wingi wa wateja, alivutiwa na pesa zilizokuwa zikihesabiwa kila jioni. Siku moja alimwambia Mama Pwani, "Dada yangu, na mimi nataka kuanza kuuza wali wa nazi. Maisha ni magumu." Mama Pwani alitabasamu. "Hakuna shida, kila mtu anatafuta riziki." Hadija alifurahi. Wiki 2 baadaye akafungua kibanda chake upande wa pili wa barabara, naye akaanza kupika wali wa nazi. Akanunua nazi, akaweka chumvi sawa, akaweka maji kwa kipimo, akaiga kila kitu alichokiona kwa Mama Pwani. Lakini kuna kitu kilikosekana. Wateja hawakuja. Siku nyingine aliuza sahani 2, siku nyingine hakuna hata mmoja. Alikaa tu akitazama watu wakivuka barabara moja kwa moja kwenda kwa Mama Pwani. Moyo wake ukaanza kujaa maswali. Kwa nini wali wake unauzika, wangu hauendi? Akaanza kufikiria mambo yasiyo sahihi. Si kawaida, lazima kuna kitu anafanya. Hadija akaanza kumchunguza Mama Pwani. Usiku alisimama mbali na nyumba yake akidhani labda atafanya jambo la siri, lakini hakuna kitu. Mama Pwani alikuwa analala tu. Siku zikapita. Hakukuwa na siri. Lakini badala ya kuacha wivu, Hadija akachagua njia nyingine. Siku moja asubuhi, Mama Pwani alikuwa anapika kama kawaida. Harufu ya nazi ilianza kuenea. Kwa muda mfupi aliingia ndani kuchukua chumvi. Hadija alikuwa karibu. Alikimbia haraka. Akaangalia kushoto, kulia. Hakuna mtu aliyekuwa anaona. Akatoa unga mdogo mweupe mfukoni mwake na kuumwaga kwenye sufuria. Kisha akarudi kwenye kibanda chake. Mama Pwani akarudi akachanganya wali bila kujua kilichotokea. Siku hiyo chakula kiliisha haraka. Wengi hawakupata. Wakaenda kwa Hadija kwa mara ya kwanza kwa wingi. Hadija akafurahi. Lakini muda mfupi baadaye watu wakaanza kushika matumbo yao. Wengine wakakimbia, wengine wakaanza kulalamika. Tumbo, tumbo. Siku iliyofuata habari zilienea. Usile kwa Hadija. Biashara yake ikafa tena, lakini ya Mama Pwani ikaongezeka zaidi. Hadija akachanganyikiwa. Akaenda kwa mganga wa jadi. Akataka apewe kitu cha kuvuruga biashara ya Mama Pwani. Mganga akamwonya, "Huyo mama ana moyo safi. Ukijaribu vibaya itarudi kwako." Lakini Hadija hakusikiliza. Akapewa dawa. Akarudi. Siku moja alimwambia Mama Pwani, "Kuna mteja anakuita nje." Mama Pwani akatoka. Hadija akaweka kitu cha ajabu ndani ya sufuria. Kisha akawaita watu kwa sauti kubwa. "Huyu mama anapika kwa uchawi." Watu wamiminika. Sufuria ikamwagwa. Hakukuwa na kitu. Watu wakamwomba radhi Mama Pwani. Hadija akaondoka akiwa na aibu. Lakini wivu haukuisha. Aliamua mara ya mwisho. Akaenda tena kwa mganga. "Nataka mikono yake ishindwe kupika." Mganga akasema, "Ukifanya hivyo itarudi kwako."
Hadija akalipa pesa nyingi. Asubuhi iliyofuata, Hadija alipoamka, mikono yake ilikuwa mizito, haikuweza kunyanyuka vizuri. Aliogopa. Siku 2 baadaye, hali ikazidi kuwa mbaya. Mama yake akampeleka kwa mama Pwani. Hadija akapiga magoti. Akaeleza kila kitu: sumukuvu, uongo, dawa, wivu. Mama Pwani alimsikiliza kimya. Kisha akasema kwa utulivu, mimi sijawahi kumdhuru mtu, ndio ulinzi wangu. Akamwambia, moyo safi unamlinda mtu kuliko dawa yoyote. Akamwachia Mungu. Wiki moja baadaye, mikono ya Hadija ikapona, lakini aliondoka mtaani akiwa amejifunza somo kubwa. Mama Pwani aliendelea kupika. Harufu ya nazi iliendelea kujaa hewani. Kijiwe cha mshamba kiliendelea kuwa na stori, vicheko na sahani zilizojaa wali wa nazi wa Kiswahili. Na watu wakasema, mafanikio ya kweli yanatokana na moyo safi, si uchawi. Je, umejifunza nini kutoka kwa Hadija? Wivu haujengi, moyo safi unashinda. Usisahau kupenda, kushare na kujiunga na Mshamba Kijiweni kwa simulizi zaidi kama hii. Mpaka wakati mwingine.